Mwanzo Friday. Pixel 11 tayari imeshatoka, lakini safari hii Google haijatoa simu moja peke yake, imetoa takriban vizazi 4 vya Pixel 11. Kitu kipi ambacho kimeongezwa kwenye simu zao ukilinganisha na Pixel 10 ni processor mpya ya Tensor G6 ambayo mwanzo ilikuwa Tensor G5 na AI yenye uwezo mkubwa zaidi pamoja na kamera yenye zoom inayofika hadi mara 120. Pia kuna features ambazo Google inasema zimeundwa kuifanya simu ikusaidie badala ya wewe kufanya kila kitu mwenyewe kwa mikono yako. Lakini swali ni je, Pixel itasumbua iPhone pamoja na Samsung Galaxy kweli? Tuanze kwanza kuijua Pixel 11 ni simu ya aina gani. Pixel 11 ni kizazi kipya cha smartphone kutoka Google ambacho kina familia ya model 4 kama nilivyosema mwanzo, ambayo ni 11 Plain, 11 Pro pamoja na Pro XL pamoja na Pro Fold. Kila moja inalenga watumiaji tofauti. Watu wengi tuna confuse, tunafikiria kwamba kila simu ambayo tuna uwezo wa kuinunua basi inatuhusu, kitu ambacho si kweli. Pixel 11 mfano 11 Plain ni kwa mtu anayetaka kuexperience au anayetaka experience ya Pixel bila kwenda kwenye kiwango cha Pro. Yani bajeti yake haimruhusu kwenda kiwango cha Pro. Sasa yeye ana uwezo tu wa kununua Pixel kwa sababu anataka feel ile experience ya kuwa amemiliki Pixel 11. Ukija kwenye Pro pamoja na Pro XL zinalenga watumiaji wanaotaka kamera kali, display kubwa pamoja na performance ya juu zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho una experience wewe ambao unamiliki Pro pamoja na Pro XL hawezi ku experience mtu ambaye ana Pixel 11 Plain. Pixel 11 Pro Fold ni kwa mtu anayetaka simu inayoweza kubadilika kuwa tablet ndogo. Na maana vitu vyote ni sawa kutoka kwenye Pro pamoja na Pro XL pamoja na Pro Fold, lakini utofauti ni kwamba Pro Fold ina uwezo wa kubadilika kuwa tablet ndogo. Kama nilivyosema, kitu kipya ni processor ambayo ndo wameizungumzia sana. Moja ya vitu vikubwa kwenye Pixel 11 ni processor. Google imeleta Tensor G6 lakini haijaunda kwa ajili ya benchmark peke yake, imejengwa kwa malengo makubwa zaidi. Google inasema processor hii imeboreshwa kwa matumizi ya AI tu na inaweza kutoa hadi 50% zaidi ya computing power kulingana na kile Google inachoeleza kwenye taarifa zake za Pixel 11. Kitu kingine ambacho wamekiboresha zaidi ni GI, yani Gemini Intelligence. Gemini Intelligence, Google imeunganisha Gemini kwa karibu zaidi na Pixel 11. Badala ya AI kuwa kama app tu ambayo una uwezo wa kuifungua wakati unahitaji kuuliza maswali tu peke yake, lakini Google imeifanya AI iwe sehemu ya matumizi ya simu yenyewe. Yani ukishika Pixel 11 sasa hivi una experience kuanzia mwanzo mpaka mwisho, umeshika simu yenye AI tu. Yani unaweza kusema ni simu ambayo ni lazy yani, na mtu ambaye anatumia Pixel 11 lazima atakuwa lazy yani, utakuwa mvivu sana kwa sababu kila kitu ni unafanyiwa. Utakuja kunielewa mbele nitakapoelezea zaidi. Ni simu ambayo inaweza kukusaidia kupata taarifa, kupanga mipango yako, kutafuta mawazo na kufanya baadhi ya taski kupitia apps zako. Nafikiri ushanaelewa, lakini nitazidi kukuelewesha zaidi. Ukija kwenye upande wa kamera, kwenye Pixel 11 Google imeendelea kusukuma computational ya photography na AI. Google inasema Pixel inaweza kufanya kazi kubwa ya kupiga na kuedit picha kwa wakati mmoja pamoja na video. Kwa content creators hii nafikiri feature inawavutia sana. Let's say unarekodi video, alafu wakati unarekodi video kuna matukio ya umuhimu yapo ndani ile video ambayo unayorekodi. Sasa simu inachokifanya kwa kutumia uwezo wa AI inapiga picha ya ile matukio muhimu bila wewe mwenyewe kupiga. Alafu inachokifanya inaedit zile picha, ina crop, inafanya kila kitu, kisha ukishamaliza kurekodi video yako zile picha utazikuta pembeni ziko tayari, kila kitu, hazihitaji hata marekebisho tena. Zinakuwa tayari tu kwa ajili ya kushare kama utashare Instagram, Facebook, hivyo status. Ni simu kama nilivyosema mwanzo, ni simu ambayo inahitaji watumiaji ambao ni malezi, yani ni havivu. Si kwa ubaya, lakini ndivyo ilivyo. Ukitumia Pixel 11 lazima tu utakuwa mvivu, hata sio kama
mvivu, lakini utakuja kuwa mvivu kwa sababu kila kitu unafanyiwa. Ukija kwenye upande wa zoom mara 120 kwenye, lakini ni kwenye 11 Pro peke yake. Google inasema zoom inaweza kufika hadi mara 120, lakini kuna jambo muhimu tunatakiwa kulifahamu. Haimaanishi kwamba kila picha utakayopiga kwa zoom ya mara 120 itakuwa na quality sawa na picha ya kawaida. Zoom kubwa inategemea mchanganyiko wa optical zoom, digital processing na AI. Sasa let's say picha ambayo unaipiga hapa sasa hivi karibu na picha ambayo unaipiga mbali, hizi picha haziwezi kuwa zina quality inayofanana. Lakini hata hivyo zoom ya mara 120 kwenye smartphone ni namba kubwa sana. Sasa ni kama tumefikia hatua ya kuwa tunahitaji zoom kubwa ya kiasi hiki. Hapo tu stay bado kwenye kamera. Wameongeza kitu kingine ambacho kinaitwa low light camera. Hiki kitu kipo kwenye simu za Samsung muda mrefu, simu za iPhone muda mrefu, lakini kwa Google, kwa watumiaji wa Pixel, kwao ni kitu kigeni. Low light camera hii ni moja ya maeneo ambayo computational photography inaweza kufanya tofauti kubwa. Fikiria, simu inapiga picha, processor inachambua data, AI inasaidia kuboresha picha, na mwisho unapata picha ambayo haionekani kama imetoka kwenye mazingira yale ya giza. Yani let's say umepiga picha sehemu yenye giza, alafu unakuja kuicheki picha yako ambayo umepiga, unaikuta haina giza hata kidogo. Hiyo ndo issue nilikuwa naizungumzia mwanzo kuhusu lazima utakuwa lazy tu, kwa sababu ule muda ambao itakuwa wewe mwenyewe uedit hiyo picha itoke katika hiyo situation, unakuta tayari umeshatengenezewa kila kitu. Kija kwenye, kuna feature moja ambayo wameiongeza pia, lakini hii feature ilishawahi kuwepo kwenye simu nyingi kubwa, lakini kama anavyosema kwa watumiaji wa Pixel ni feature mpya ambayo inaitwa highlight. Highlight inaweza kuwaka tu pale simu ambapo inagundua kwamba kuna kitu muhimu kinachohitaji attention yako. Kwa hiyo badala ya kuangalia screen kila mara, simu inaweza kukupa ishara kupitia highlight. Mfano, highlight kwa watu ambao wafahamu ni kile ki LED ambacho kinawaka kwenye baadhi ya simu, lakini Google wao wamekiweka nyuma ya simu. Fikiria mfano kama Samsung wanacho, Sony wanacho, Nothing's phone wanazo, OnePlus wanayo. Hivyo ni kile ki LED ambacho ikiingia notification kinawaka, kinamaanisha kwamba kuna kitu kipo ambacho kinahitaji attention yako. Sidhani kama Google wametoa kitu kipya sana kwenye mazingira. Labda vitu vipya niseme ni vitatu tu ambavyo unaweza kusema kwenye simu nyingine hakuna. Ni G6 kwa sababu inatumiwa na wao wenyewe Google, na AI ambayo imeongezwa nguvu zaidi, na kamera ambayo ina uwezo wa kuzoom mara 120. Nafikiri ni vitu vitatu. Hivi vitu vingine ni mbwembwe tu kwa watumiaji wa Android, ila watumiaji wa Pixel kwao ni vitu vipya.